tumefanya, hatujafanya makosa yote. Wale wenye makosa ni serikali na polisi ambao wanapiga risasi wananchi ambao wanatembea tu kwa barabara kama vile Vincent alikuwa anafanya. So sisi yetu ni kusema pole. Hata ile pengo kidogo ambayo tunaweza kujaza haiwezi kurudisha Vincent. Nataka mjue kwamba kutoka kwa viongozi wote wa hii vuguvugu letu la Linda Mwananchi, wote wamesema poleni sana kwa kumpoteza Vincent. Ile kidogo ambayo tunafanya kwa sasa ni kuweza tu kuwapunguzia mzigo, kwa sababu na sisi ni viongozi. Tunaona hali ambayo mnaishi hapa, na chochote kile kidogo ambacho tunaweza kufanya ili kupunguza huo mzigo. Mimi pamoja na Babu, pamoja na kina James Orengo, kina Abizu Wena wako hapa, wote wanalinda mwananchi, kwa sababu hiyo ndio kazi yetu, kumlinda mwananchi. Tunataka tuhakikishie kwamba tutafanya ili kupunguza mzigo huo, na baada ya mazishi hata ya Vincent tujaribu tuone njia gani ambayo haki inaweza kupatikana. Mnajua sisi mambo mengine tunasema watu wanachukulia kama mzaha. Baba alipokuwa hai alisikizana na William kwamba hakutakuwa na mauaji kama haya yakiendelea. Na ndio nchi ambayo tunajaribu kujenga. Na kwamba wale polisi ambao wanahusika, kwa sababu polisi inaitwa nini? Kila mtu anapewa silaha fulani. Na hiyo silaha inajua hii imepewa Babu, hii imepewa Sifuna. Risasi zote za serikali zina namba. Hata baada ya postmortem unaweza kupatiwa nambari ya hiyo risasi. Na inaweza kukua traced mpaka kwa polisi specific ambaye alipiga hiyo risasi. Sisi tunataka uwajibikaji kutoka kwa serikali. Tunataka kwamba yule ambaye alihusika kumuua Vincent lazima ajulikane na aletwe mbele ya sheria. Kwa hivyo sisi hatuna mengi, tunataka kusema poleni sana. Mtatuelezea ile mipango ambayo mmeweka kwa ajili ya Vincent, mahali kuna upungufu, na sisi pia kwa uwezo wetu kidogo tuweze kusaidia ili tuweze kumpumzisha ndugu yetu kwa amani. Asante sana. So maybe tutawaachia na nyinyi pia mtuelezee jambo moja, alafu tutatoa kile kidogo ambacho tumekuja nacho. Tunajua kwamba mnahitaji kulisha watu wale ambao wanakuja kufariji pale nyumbani, mtatuambia hali ilivyo, na sisi tuone jinsi ambavyo tunaweza kuwasaidia. Asanteni sana. So labda tupatie bibi ya Vincent pia aseme jambo. Tunajua kuna huzuni sana, lakini tuanze na kama mtaanza na yeye sawa. Naona ako shughuli ya huyo mtoto, wewe anza kwanza. Okay, kwa mimi nimesema pole kwanza kwa siku ile ya kwanza. Kwa maneno yenye nilisema, nimesema pole. Sikukuwa communicate na shemeji yangu, nikajua vizuri. But kutoka hapo tumekuwa tukimove as a family, nikajua any direction, any step inaendelea. Sasa nimesema pole. Kwa familia tumepoteza ndugu yetu, na tunajua sasa ile kitu tumebaki nayo, yeye ndiye alikuwa anatupea support tena kidogo. Tuko kinyumbani, hatuko sawa sana. Hatuko sawa kabisa. Kumaanisha hii mazishi ni hapa. Sasa programu yote ni hapa Kitengela. Hata wale masimu zinakuja. Hata sasa hii mimi yangu nimeweka flight mode kidogo. Ndio nilikuwa najua nitakuwa na wageni hapa. Sasa nakuwa pressure kutoka nyumbani sana. Kulingana na venye hii kitu ilikuwa media, ilikuwa online everywhere. Wametuuliza kama mmechip in, mmesema aje. Sasa hiyo maneno imenipea pressure sana mimi. Tena kitu ya pili, budget yetu tulishapiga. Tuko nayo kama familia. Process yote tulishapiga, tuko nayo, na ile mpango yote tuliweka ndio Vincent aenda pumzike ilikuwa karibu 500,000. Hiyo ni budget yetu. Na sisi kama familia hii kitu ilitupata briefly kabisa, nisiwadanganye waheshimiwa. Ilitupata briefly juu last December ndio tulikuwa na mazishi mengine tena ya ndugu yangu. Hata hii ya huyu mimi bado, yani saa zingine nikiongea natetemeka kabisa. Sijui kwa mwaka mmoja within 2 months nataka kupoteza mandugu wawili. Ule alishazikwa tena hii hata tu kujua chochote. Hii nimestokia tu, nilitumia tu picha. Hata mwenye aliniambia kuna picha nimekutumia kwa WhatsApp confirm. Kuingia kwa WhatsApp na tuliangana na bro on Friday. Juu kuna aunti yangu pia alikuwa na matanga kidogo. Tulikuwa tunazika hii wiki. Sasa tulikuwa tunapanga hiyo mambo ya hiyo matanga ya wenye wataenda nyumbani kutoka familia waende huko kwa hiyo mazishi wazike. Tukaongea na Friday kupanga. Kufika Sunday na naambiwa tu confirm simu. Kuangalia naona but sasa imetuguza na imetupata. Tuna otherwise. Sasa sisi kama familia hiyo budget ndio tulikuwa tunalia, alafu mnaona amewacha mtoto mdogo.
na amewacha na msichana mdogo. Vile tutaanza naye baada tujajua. Mimi nilikuwa namba yake kwanza hata kabla before aongee. Nilikuwa naomba tu kama after hii mazishi atulie kidogo muone mahali mnaweza mweka. Kwa upande yangu mimi nimemwombea hiyo na nimeona kwa namba yako, najua chini yenu itawezekana. Asante. Alafu sisi kama familia hiyo ndio support tunaomba, na Vincent pia hiyo mambo ya justice mtufuatilie juu tumezungushwa sana. Ukiona nilikuwa napiga kelele kwa media saa zingine sio kupenda kwangu. Juu ukitoka hapa unatumia pesa kuenda city mortuary. Kufika huko kitu ya ku make call tu kuconfirm wamefanya hivi. Ku make call tu ndio, yani kutoka hapa Kitengela police station unazungusha unaambia mrudi huko Kitengela. Tukifika hapa ndio wanapiga simu wana confirm. Unanipata? Sasa hiyo frustration ndio tulikuwa tunaenda nayo mingi. Sasa nilikuwa naumia sana. Juu kitu ya kupiga simu kuconfirm tu ati ni kitu fulani wamekuja unaambiwa urudi confirm hii. Sasa unajua tu kuelewa venye inaenda. Sasa unajua sisi hatujui mambo ya kesi. Sasa already ndugu yangu amekufa, ile uchungu niko nayo na hiyo maneno inafanyika. Venye wanatu frustrate. Kutoka on Sunday wamefanya postmortem Thursday. Postmortem ilifanywa Thursday. Sasa wakatupea result ya postmortem tuko nayo. Sasa hiyo ndio mimi naomba kwa niaba ya familia na kwa niaba ya huyo Adija. Pia hata yeye anaweza ongea eleze. Mimi nitashukuru mheshimiwa. Asante. Okay, barize. Kwa majina naitwa Jariame. Mimi ndo nilikuwa bibi ya Vincent. Na hiyo siku aliuawa nilikuwa hapa kwa nyumba. Alitoka anaenda kazi. Kufika saa 1 napigwa simu na beshte yake. Ati nimepigia Kawaya na kuna mtu ameshika na ananiambia huyu jamaa wako ameangushwa hapa. Akapiga simu tena akaambiwa huyu jamaa wako amekufa, kuja muone. Sasa ile harakati anaenda anapata maaskari wamesurround hapo. Mimi nikatoka hapa kwenda huko, kufika enyewe nilimuonea mbali, kulikuwa na crowd, singefika hapo. Sasa venye maaskari waliona watu ni wengi wakarusha tear gas, watu wakaenda. By the time tunarudi tulipata wameenda na mwili. So hata hiyo siku anafanywa postmortem hakuwa na risasi, hatukuiona. Na ile tunaweza omba tu ni hiyo support, juu tuko tu hivi, hakuna kitu tuko nayo, na ameniacha na kasichana kadogo na kazi sikuwa na yeye alikuwa kila kitu. Asante sana. Labda sasa kuna mwingine wa familia mmoja anaweza ongea. Okay, kwa majina naitwa Esther. Mimi ni aunt to Vin. Naitwa Esther. Mimi ni aunt to Vin. Wakati alifika Kitengela hapa, mimi ndio niliwapokea kwa nyumba yangu. Wako vijana 4 hapa. Vin ni mtoto mwenye hajui hata kupigia mtu hata ngumi. But it's sad. I can't explain more. But ni sawa, Mungu alipanga ni hivyo. What I just want is justice for our son. Juu kusema ukweli, ile time Vin alishutiwa na time yenye rally iliisha ni mbali. Alikuwa kwa kazini, alikuwa ametoka na kuja kwa nyumba. Mimi napokea simu saa 2 usiku nikiambiwa ati Vin ameulewa. Kwenda Kitengela Sub County Hospital, tunaambiwa wenye wameumia wako hapa, muangalie kama hako. Tukaenda hapo, hakukuwa. Tukadecide kwenda kwa nyumba. Ndio the following day kwenda police station, wakatuambia kama ni mwenye aliuliwa proceed to city mortuary. But it's okay, ashaenda. Hatuwezi rudisha maisha yake. So mimi chenye naomba tu kama familia mtusaidie
tumfikishe nyumbani. Ni Kisumu airport area, Otonglo, just near airport. Tumfikishe nyumbani, tumzike na amani na turudi. Kitu kingine chenye nawaomba Mheshimiwa Sifuna and Mheshimiwa Babu Owino, muniangalilie huyu msichana. Huyu tu aone venye atalea huyu mtoto. Sisi wote hatutaweza, kila mtu ako na shida kwa familia yake. So naomba tu mkimshika mkono, nafikiria itatupatia mawazo mingi. But justice for our son. Thank you na mbarikiwe sana kwa kukuja, and keep that spirit. Amen. Habari zenu. Mimi kwa jina naitwa Moses Odhiambo Ayomo. Huyu ni ndugu yangu. Huyu mwenye marehemu mwenye amepigwa risasi. Huyu ni ndugu yangu. Nilikaa naye mwaka moja na miezi 6 kwa nyumba kama hii. Mpaka akajua kazi yake, akaanza kujikimu kimaisha baadaye. Nilikaa naye mwaka moja na miezi 6. Huyu ndugu yangu siku hiyo akikufa, nilijaribu kutoka niende kazi, ilikuwa siku ya Jumapili. Niliamka asubuhi, nikajisikia mwili yangu iko mchovu, siwezi hata kuendesha pikipiki. Nikajilazimisha tu, nikaondoka. Kwenda kufika saa 4 nikasikia siwezi endesha pikipiki. Nikaweka kwa mlango, nikaingia kwa kitanda nikalala. Kufika saa 7 mvua ikaanza kunyesha. Kanyesha mvua. Mimi kutoka nikasema acha niingize pikipiki ndani. Nikaingiza ndani, nikarudi kwa kitanda nikalala. 12:30 nasikia simu inatoka nyumbani, napigiwa simu. Kaambiwa simu. Mwenye huyo anafuata anaitwa Wycliffe Omondi. Ananipigia simu. Pigia simu ananiambia mnaendelea vizuri? Nikamwambia ndio. Unajua kitu imetokea? Nikamwambia sijui. Uko wapi? Nikamwambia niko kwa nyumba nimelala. Usiku anajisikia vizuri. Nilikuwa nasikia uchovu tu, lakini si kwa mgonjwa. Akanambia Table amepigwa risasi. Mimi namuitaka Table, huyu ndugu yangu. Kamuuliza kweli, mimi kutoka nje. Nikaona hii mvua bado inanyesha. Nasikia tu mabullet tu. Nasikia tu marisasi tu kwa barabarani. Nikasema sasa hapo nitafika kweli. Nikajaribu kutoka. Nikatoka kufika huku juu, nikaona mvurugo bado iko. Ikabidi nirudi. Juu naona sasa hapo ni pabaya. Sasa hivyo nikasema kama amepigwa risasi ashakufa. Tena ya pili nikasikia nini tena? Ripoti nyingine tena, nikapigiwa simu. Geoffrey akanipigia simu kijana yangu. Akanipigia simu tena. Nikasema hii kitu ni serious kweli. Sasa mimi nilipotoka kwenda kuona, nikaona sasa hapa sioni kama nitafika barabarani. Kulingana na hii mvurugu siwezi fika. Nikasema kama ashakufa, hii ripoti 2 inatosha. Mimi nikarudi kwa nyumba. Nikasema basi asubuhi nitasikia mahali atakuwa amepelekwa, mimi kwenda kumtafuta. Hapo hiyo hospitali ya Saitoti sikumuona. Ikabidi watu wa garage watoe pesa, tutafute gari, tuweke mafuta, tukaenda Kenyatta tukampata huko. Sasa mimi nilikuwa naomba tu tulipata City Mortuary. Mimi naomba tu usaidizi tu, usaidiwe bibi yake, hii familia yake. Naye pia haki yake tulikuwa tunapenda ifuatiliwe tu baada ya mazishi yake. Muhimu tutafute mazishi kwanza, halafu baadaye ndio tutafute justice. Mimi nimeshukuru. Acha niongee mwisho sababu mimi ndio nilipigiwa simu hii mambo yote. Mimi kwa majina naitwa Geoffrey Ouma. Hiyo siku ya rari hata mimi nilikuwa kwa rari hapo Ismart, opposite gate mlango Ismart. Tukasikia Sifuna ameongea, Babu Owino ameongea. Sasa ilikuwa maimpigo wamalizie. Kukua hapo tukaona vite manzi huko chini, watu wanaanza kuangalia. Dakika kidogo maskari wengine walikuwa na gari hapo kando kwa mahali wanauza kuku kando ya Smart. Wakarusha tia gas katikati mahali tuliku. Sisi tukatoroka, mimi nikatorokea nyuma. Nikaona wanarusha kabisa. Mimi nafanyanga National Oil. Nikarudi huko nyuma, nikaona wanatupa, nikaingia kwa store yangu iko hapo nyuma, nikajifungia. Nikapiga kafuli, nikasikia risasi inalia. Unajua wanakuja mpaka huko nyuma wakati wa maandamano, hata polisi wanapita. Wanapiga mpaka hata binduki hapo kukuta inaanguka mnaokota. Sisi nikaingia kwa workshop, nikajifungia kama 2 hours huko kwa kona, nikakaa.
Tukatoka saa 11 na mama mwingine hapo, tukapita polisi, tukaenda kwa nyumba. Hiyo ni 6:30. Nikaoga, nikakaa chini, nikakunywa chai. Hata kama sijafika saa 1, nakuta msichana mwingine tunauza naye, tunakuwa naye hapo nyuma, anaitwa Nora wa Spare. Ananipigia simu, ananiambia, "Hello Jeff, unajua Buta amepigwa risasi?" Anaitwa But Vincent. "Unajua Vincent amepigwa risasi?" Nikamwambia, "Ni Vincent kweli?" Ati ni Vincent. Kuna ndugu yangu mdogo anaitwa Vina ako hapo, hata yeye nilimwacha huko juu. Nikamwambia, "Hebu nikonfirmie kama ni Vincent ndio nijue ni vi." Akaniambia Vincent amelala. Nikamwambia, "Fanya hivi, wachane sababu huko ni kuba. Niko na vijana kwa workshop wawili." Nikamwambia, "Fanyeni hivi, nyinyi mko hapo juu, kimbieni Saitoti muone kama amepelekwa Saito." Wakaenda Saitoti wakamkosa, wakasema mwenye wamepata hapa ni kijana mwingine alipigwa binduki ikapita hapa kwa shi. Ndio ikapata Vincent. Akanitumia picha Bill Vincent alipigwa risasi amela. Mimi jambo ya kwanza ni kupigia huyu ndugu yangu Shago. Nikapata ni mteja. Kitu ya pili nikapigia ndugu yako huyo anasikia Omondi. Nikamwambia ripoti inafikia mimi Vincent amepigwa risasi huko juu. Mtu wa pili kumpigia ni wangu yangu. Kumwambia nasikia Vincent amepi. Lakini wacha nitoe kwa nyumba sababu mimi nakaa karibu na Saitoti. Wacha nitoe kwa nyumba, niende hapa Saitoti ni confirm kama mele. Nikaona yuko, nikasema kurudi huko juu na bado ni 1:30 na risasi inalia. Nikaambia vijana rudini sababu salama, hata mwezi pita, piteni nyingine mtoke huku. Huku nyuma roadblock muingie hivi FZ muende kwa nyumba. Tukutane kesho asubuhi tutafute Vincent. Sasa mimi asubuhi nikapigia mkangu, nilikuwa naingia. Nikaambia sasa itabidi muende roadblock, mripoti kwanza, ndio tuanze kutafuta tujue ako wapi. Sasa mimi tu hiyo ndio niliona, nilisikia na mimi ndio nilipigiwa simu ya kwanza after Vincent kukufa. Nikajulisha watu wa nyumbani kila mmoja. Na wakaniambia ni ukweli, nikaconfirm hata picha nilitumiwa kwa WhatsApp ndio nikatumia aambie watu wa nyumbani kitu imeendelea. Sasa mimi naomba msaidie bibi yake amebaki, tulikuwa tunafanya naye. Ni kijana tumeishi naye sababu sisi ndio tulea tulikuwa hapa. Alikuja kwa nyumba yetu tukamwanzisha maisha. Sasa ile kitu tunafanya, unajua ubaya yetu sisi tukitembea watu huwa wanashika hewa haraka sana, utaona unakuja hapa kuwasumbua. So ile kitu nilikuwa nataka ni request watu wapiga picha, media, mtu ruhusu tuweze kubaki na Dija na familia yake for just a few minutes and then we will speak to you downstairs and then we leave because mnajua hata kuingia hapa tu imebidi tupite chochoro fulani kwa sababu tulipita pale stage. Hatutaki watu wakuja hapa waanze kuwavuruga kwa nini kwa maombi. Sawa. So we just request that everybody else vacates. Honorable Babu, myself and Abi will remain with the family and then we will talk to you downstairs. Thank you very much. Please clear the room. As they clear the room, Devi, please bring in the shopping that you brought. Yeah, what are in the room? Talk about it. Bring in the shopping and put them down there. You can take that from outside. Please. Let's put it somewhere there.
kama bati ukakuja na sana gani? Nilijaribu kutafuta hiyo battery nyingine hapo. Kasi ulikuwa umeiweka kwa bag. Hiyo na switch. Unajua kija hapa sasa ni maswali mfululizo, shika. Mimi sina swali. Ama nikushikie tu uliza maswali. Jibu Murkomen. Murkomen alisema ni wao walikuwa na tear gas. Unamuuliza na mheshimiwa Sifuna, hizi tear gas anatoa wapi? Unajua kitu kizuri, mtu akasirike. Kwanza mnamdunga. Unamdunga, unamwambia wewe, inasemekana wewe ndio mlikuwa na tear gas.